Shalom shalom, mtu wa Mungu, mahala popote pale ambapo upo kwa siku hii ya leo tena. Mungu mwema, Mungu mwenye upendo ametukutanisha tena kwa mara nyingine. Nataka ninene nawe kwa habari ile ya nyakati za mwisho. Mwanadamu anapokuwa anakuja hapa duniani, kitu cha kwanza kabisa kwamba huwa hatumi maombi mahala popote kwamba aje hapa duniani. Hatumi maombi kwamba azaliwe mwanamume, hatumi maombi kwamba azaliwe mwanamke, hatumi maombi kwamba azaliwe labda katika familia fulani, taifa fulani, kabila fulani, bara fulani. Hivyo vyote huwa vinakuja automatiki, vinakuwa vimetokea kwa mtu huyo. Kwa hiyo ukilitambua kusudi lako la wewe mwanadamu la kuja kwako hapa duniani, hakika utatambua kwamba nyakati tulizomo sasa ni nyakati ngumu, ni nyakati ambazo mababu zetu wale waliotangulia walitamani kuziona zikifika, lakini zinadhihiri mbele ya mikono yako, mbele ya miguu yako, mbele ya macho yako, mbele ya kichwa chako wewe mwanadamu wa sasa. Musa aliwaongoza vyema wana wa Israeli, na katika sehemu inayoitwa Horebu, mlima Sinai, aliweza kuzipokea zile amri 10 za Mungu. Hicho ndicho kitu cha msingi sana ambacho wewe mwanadamu unapaswa sasa kukishika. Zishike amri za Mungu. Hata Bwana wetu Yesu Kristo siku zote alisisitiza juu ya nini? Juu ya kuzishika amri. Hata kama wewe unamfuata, na ziweke kifuani mwako, ziweke kichwani mwako, ziweke rohoni mwako. Na zimeandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 20, Kutoka 20, kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea, utakutana nazo. Lakini pia katika Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, nenda ile sura ya ngapi? Sura ya 5, ule mstari ukianzia ule mstari wa 6 na kuendelea, utakutana nazo. Zishike amri na sheria za Mungu ili uweze kuenenda vyema katika hizi nyakati tulizomo, nyakati ngumu. Unaona mtu wa Mungu, Musa alizipokea hizi amri katikati ya moto, katikati ya wingu, katikati ya giza nene. Kwa maana gani? Mungu alinena na Musa moja kwa moja, kwa maana hakuna mwanadamu ambaye amewahi kumwona Mungu akapata kuishi. Kwa hivyo Mungu hunena na watu wake kwa namna ambavyo yeye anataka. Au hili neno unaweza ukalikuta katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 33, mstari wa 20, kwamba Mungu huwezi ukamwona uso wake wewe mwanadamu ukapata kuishi. Kwa hivyo zile sheria, amri na taratibu za namna ya kuishi, Musa alishushiwa na Mungu katikati ya wingu, katikati ya moto, katikati ya giza, ili ziweze kutumika kama mwongozo kwa wana wa Israeli wa nyakati hizo na nyakati za sasa ambazo tuko nazo. Safari ya maisha ya mwanadamu hapa duniani ni safari ya binafsi, ni ya kwako peke yako, wala
unaweza ukawa unamjua mtu huyo unayemjua hukujua kwamba utamjua. Kwa hivyo pona yako kwa sasa, kwa nyakati zote, zishike amri za Mungu. Kwa hivyo Musa alipokuwa amepewa zile amri, aliweza hata kuandika baadaye vitabu kama kitabu cha Mwanzo chenye sura 50. Kuna kitabu cha Kutoka kina sura ngapi? Kina sura 40. Kuna mambo ya Walawi kina sura 27. Kuna kitabu kinachoitwa kitabu cha Hesabu, nacho ni cha Musa, kina vitabu 30 na ngapi? 36. Na cha mwisho kitabu cha Musa ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kina sura 34. Kwa hivyo katika vitabu vya Mwenyezi Mungu ambavyo tunaweza tukavitumia siku zote hapa duniani ni Taurati ya Musa yenye vitabu hivyo 5, lakini kuna Zaburi ya Daudi, na kuna Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo yenye vitabu vya Mathayo, Luka, Marko, Yohana, pamoja na zile nyaraka mbalimbali. Mwenyezi Mungu akaja kufunga kwa mtume wake, Mtume Muhammadani sallallahu alaihi wasallam, aliyeshushiwa Qur'ani. Hiyo ndiyo fimbo ya Musa kama aliyokuwa anaitumia Musa enzi zile, Qur'ani. Kuna msemo mmoja wa watu wa Mungu unaosema kwamba neema haiji bila msalaba. Kwa hiyo msalaba wako wewe mtu wa Mungu ni kuzishika amri za Mungu. Zishike amri za Mungu, kwa maana utakapozishika hizo ndipo utakapokuwa umepata maelekezo bora na mema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wakati ukiziendea hizi amri za Mungu, ukizishika, tambua jambo moja, kwamba Mwenyezi Mungu huongea na mtu wake mmoja tu kwa kila kizazi. Alifanya hivyo kuanzia kwa baba yetu Adamu. Mwenyezi Mungu alikuwa anaongea na Adamu. Ukisoma Biblia yako ni ameongea na mwanamke kwa maneno mawili tu, nayo ambapo alimuuliza umefanya nini, na baadaye akamwambia kwa utungu utazaa na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Ndiyo maneno pekee ya Mungu kwa mwanamke. Kwa hivyo Mungu hunena na manabii wake, hunena na watu wake kwa kila kizazi. Mtu huyu mmoja alifanya hivyo kama alivyosema kwa Adamu, kwa kina Musa na Haruni, Ibrahimu, Nuhu, Ayubu, na manabii wengine ambao walikuwa ananena nao kwa kila kizazi. Sasa zama hizi tulizomo, hiki kizazi, Mwenyezi Mungu ananena na nani? Na Nabii Eliya. Malaki 4:5, angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Siku inayokuja ni siku ya kuogofya. Yashike hayo maneno, ni siku ya kuogofya, ni ya kusiginwa wale ambao watakuwa wamekaidi kupata maelekezo kutoka kwa huyu mtu. Umezishika amri perfect, safi, lakini
mwisho wa siku umsikilize mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye imetumwa kwa nyakati na kizazi hiki. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 33 ule mstari wa 5, Mungu alinena na Musa akamwambia, waambie hawa wenzako wana wa Israeli wasizifanye shingo zao ngumu, nitawararua. Unaona? Kwa hiyo na sisi tusizifanye akili zetu na shingo zetu ngumu kumwelekea huyu mtumishi wa Mungu ambaye tayari yupo. Na Mwenyezi Mungu ni Mungu mpole, mwenye upendo. Wanasema kwamba there is no punishment without information. Kwa sasa information tayari tunazileta kwenu, mnafundishwa, mnapewa maarifa, mnaambiwa fanyeni 1, 2, 3 ili mpate kupona katika shida ambazo ziko mbeleni. Ni hakika tupo katika nyakati za mwisho. Sheria za Mungu unafundishwa, unaelekezwa na unaonywa, ingawa hazina adhabu ya moja kwa moja ambayo unaijua kwamba ni hii hapa, lakini utakumbana nayo kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa sheria za kisekula, kwa sheria za kidunia ambazo zinapitishwa pale bungeni, yani uijue usiijue, inakuwa active, inakuwa ipo, na utakapokuwa umeivunja ndipo utakapojua kwamba kumbe nimevunja sheria ambayo tayari ipo. Na watakwambia tu kwa neno la Kiingereza, kama unasema kwamba mimi sikujua kama kufanya hivi ni kosa, watasema kwamba ignorance of the law does not afford any excuse. Kuto kujua kwako wewe sheria hakukufanyi usameheke na adhabu itakayotolewa kutokana na wewe kuivunja hiyo sheria. No matter kwamba eti imetungwa bungeni, hakuna mbunge anayekuja anapita na tangaza, sasa tumetunga sheria hii na hii, ifanyeni hivi na hivi na hivi, ifuateni. Allah. Lakini kwa Mungu unaonyeshwa, unafundishwa, unapewa maarifa ili uzitii sheria na ufate maelekezo ya Mungu ambayo anawapa watu wake. Ukiendelea kukaidi, siku ya siku utaulizwa, hukumwona, hukumsikia fulani akionya na kuelekeza. Kwa hivyo mtu wa Mungu, yazingatie haya ambayo mimi na kuelekeza, ambayo mimi na kufundisha, ni maarifa ya kimungu. Kwa hiyo kama nilivyokueleza mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwamba Mwenyezi Mungu hunena na mtu wake, nabii wake mmoja kwa kila kizazi. Kwa hivyo sasa ananena na nabii Elia, na hii ilitabiriwa kwamba muda mfupi kabla ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, hii huduma ya nabii Elia itakuwepo. Kwa hiyo wewe utakayekuwa unaineglect, unaikataa, utahesabika kwamba ni mmoja wa watu wenye hasara kubwa sana kuwahi kuishi hapa duniani. Hii imetabiriwa
na manabii enzi na enzi, na hata mtoza ushuru Mathayo naye aliandika. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 ule mstari wa 11, aliandika hii habari ya nabii Eliya kuhusu hii huduma. Kwa hivyo kama nilivyosema kwamba usifanye shingo yako ngumu kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli enzi zile, ili kuweza kupona katika hii dhiki ambayo tunaiendea. Chapa ya 66 inakuja tena kwa kasi sana, na ukipigwa chapa ya 66 utaunywa ule mvinyo wa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kutakuwa na cha kujitetea. Unaona bwana. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye huruma, na kama neno lake linavyosema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, tumjue yeye Mungu wa kweli wa pekee, na Yesu Kristo aliyetumwa na mtengeneza njia wa dakika za mwisho, wa dakika za lala salama, ni nabii Eliya. Hilo ulikubali, ulikatae, ndivyo ilivyo kwa sasa. Vinginevyo utahesabika kwamba ni mtu mwenye hasara kuwahi kuishi hapa duniani. Nikutakie siku njema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, shalom.